hii timu iko na pesa ya kununua. Najua kwa wakulima mara mingi wanasema tumesalisha, sasa hatuna mtu ya kununua. I think we are doing a good job. Vile nilisema governor tukiwa kwa ofisi, in about 2022 we are only doing about 5,000 acres. Last year we scaled up through these activities na tukafikisha eka 40,000. This year we are looking at 103. Shida ambayo tulikuwa naye kidogo kidogo ilikuwa shida ya mbegu. We have gone out of our way through the office of the president. We now have gone, you can see lori kisimama iko na mbegu. We have gone all the way to Togo. Hii mbegu iko hapa, it was grown in Togo. We've gotten seed from Chad, from Benin, na tunachanganya na ile yetu tuko nayo hapa ya PT ambayo tuko nayo, and the little cotton lind that was bought from here ikienda Salawa, wakishatoa cotton ile seed inabaki pia tunarudisha. So part of the OPVs, the 15,000 tons, the 15,000 kilos, which is 15 tons that we'll be giving today, ni ile wakulima walikuwa wamesalisha, cotton ikatolewa ikatengenezwa nguo, na ile mbegu ilitoka pia tumerudisha. So mimi nikiona, nataka kushukuru wote vile tumeshikana, ya kwamba hii kazi haiwezi fanyika na mtu mmoja, na lazima tushikane. And I appreciate what the speaker has said. When it comes to a Kenyan, hakuna Mkenya wa county government na hakuna Mkenya wa national government, but we really also want to appreciate that working together of the national government and the county government is provided for within the law, that we shall be able to work together. So nataka kushukuru national team ambao wako hapa, team ya county government that have done a great job, the stakeholders including Thika Cloth Mill, Salawa Ginnery na wengine for coming together. So hii mbegu leo tunatoa hapa, tuna mbegu imetolewa na State Department ya Industry, tuna mbegu imetolewa na county government of Siaya, tuna TCM, tuna AFA, tuna Sangin, na yote karibu ile mbegu tuko nayo hapa ni karibu 25 million worth of cotton. Tupe makofi kwa hiyo. And we are hoping, so na wakulima sasa tukipata hii mbegu, najua ni wakati ya kupanda, and I know sometimes we prioritize chakula, but pia pesa mfukoni ni muhimu. So we will say panda chakula yako, mahindi, maragwe, lakini set aside a small piece tupande cotton. Governor, last year tukikuja hapa tarehe 5 mwezi wa 5, bei ya cotton tulikuwa tunanunua 1 kilo for 52 shillings. By the end of 2023 tukakaa chini, hii team ikakaa, we looked at the cost of production and we asked ourselves at which point does a farmer make a profit, and we were able to come up with a new price of 65 shillings. As we talk now, we are buying between 65 and 72 shillings. That's an increment of almost from 52, hiyo ni karibu 17 shillings juu ya hiyo bei. So nikiangalia the future is looking very good. Sisi wote tunavaa nguo. If you look at cotton, kama umevaa nguo, you are putting on cotton. Ile aibu tuko nayo ni kwamba hii nguo tunavaa ni nguo imetengenezwa na pamba that has been grown by somebody else. So sisi hatuna pesa kwa mfuko, lakini tumepeana nafasi mkulima wa India, mkulima wa China, mkulima wa Uganda, mkulima wa Tanzania apande cotton, sisi tutengeneze nguo wewe uvae, na hatuna pesa. So it is a very very important crop, because hauwezi kosa soko, kwa sababu sisi wote tukiamka asubuhi lazima tufae nguo, na ndio tutengeneze hiyo nguo lazima tuwe na cotton. That is why His Excellency the President has prioritized mambo ya cotton, and we have gone out as his team to make sure ya kwamba tunaleta environment ambaye itatusaidia kurudisha cotton bahali ilikuwa. Ile kitu vile nimesema imetusumbua sana ilikuwa ni seed, because
vile tunaendelea kupanda. This year we started off with a lot of worry, but vile nimesema we have gone beyond the borders of Kenya. Mbegu tuko nayo, mbolea serikali imeleta for 2,500. County government is also doing the same. So mambo ya chemicals na nini, naona wako wataalamu hapa wanatuonyesha. Mambo ya cooperative ya kujiunga pamoja, tuko na PS hapa. We also have cooperative bank. I know that kama jinari yetu iko hapa Mluanda in Busia, already cooperative bank walikuwa wametupea manager hapo kusimamia hiyo jinari. So we are doing well. Mambo ya jinari ndio bado inatushikilia, kwa sababu tukiangalia hii region we have a small jinari in Mluanda hapa Busia. Pia there's a small jinari in Malakisi, but the bigger one that we are using is the one in Baringo, which is Salawa jinari. But tumerawana na governor ya kwamba we will work together. County ikitoa shamba tutafute investor ili tuweze kujenga jinari yetu hapa Siaya. Na remember, kama tunataka kujenga jinari lazima tukue na cotton ya kutosha, because you don't want to buy a jinari for 250 million uweke hapa kutengeneza kunia 5 ya cotton. So the thing I want to encourage the county and the farmers is let's go full blast, waja tupande cotton so that tukileta hiyo jinari ikuwe na kazi ya kufanya. So and as we do the jinari, then we will start to get more value, because mbegu yetu itabaki hapa. Hiyo mbegu tunaweza tengeneza mafuta ya kupigia, hiyo mbegu tunaweza tengeneza sabuni, hiyo mbegu tunaweza tengeneza chakula ya kuku na chakula ya ng'ombe. So if we gin here, we will get a lot of value. But also tukianza kujine hapa, one of the things that we also want to encourage the county governments, tuko na shule which the county government, for example, munasimamia mambo ya early childhood education, ECD. Hata kama tunaweza kuanza kutumia cotton ya Siaya kutengeneza tu nguo, uniform ya watoto, we can have a small place for knitting, tutengeneze mashati na suruali za vijana, ili as we have said, we want to promote the slogan ya kwamba buy Siaya, build Siaya. Tunataka tufae nguo ya watu ambao imetoka hapa. La mwisho, Governor, I know that we are working together on the county aggregation and industrial park. Tendering was done. Exchequer has been slow, but I know that we have agreed with the National Treasury ya kwamba before this end of March you will have some money ya kutengeneza mambo ya county aggregation and industrial park. Na bahali tulishikana na county government ni kwamba kwa county aggregation and industrial park, the county government ya Siaya imetoa shamba, alafu county government imeweka 250 million, na Ministry ya Trade, Investments and Industry pia imetoa 250 million. So through the CAIP we are establishing an aggregation and industrial area ya milioni 500, not just for cotton but look at other things, rice, fish and other commodities that we identified during the launchings. Sisi Siaya tunasema msingi ya maendeleo ni kilimo, na kilimo pamoja na blue economy. Kwa hivyo ukija na mbegu za pamba na unasema ya kwamba ni pesa mfukoni, hiyo tunakukaribisha kwa mikono miwili, na tunataka urudi. Ile kitu ambapo naweza kukuhakikishia ya kwamba Siaya is a cotton country, cotton county, na kutoka hapa mpaka Ndere ni karibu kilomita 4 peke yake, na tulikuwa na jinari ambao ilijengwa hapa karibu miaka 80 ambao zilipita wakati wa ukoloni, inaitwa Ndere Jinari. Hapo tuna hekta karibu 20. Kama ni mambo kutoa ardhi ili tuone jinari mpya, tayari tuna hekta 20. Wewe unasema eka 5 na sisi tuna hekta 20. Hata mijengo mingine bado ziko pale, na hizo mijengo zingine zinaweza kutumika, ingawaje kama tunaleta jinari mpya
lazima tuwe na mijengo ambao ni ya kisasa, na mambo za stores na warehousing, haya yote lazima tuziangalie. Na kule Madiani ambao ndio sehemu ambao tunalima pamba kuliko sehemu zingine katika Siaya County, tayari pia kule tuna ardhi na tuna jineri kadogo ambao tukiongeza hela na wale investor ambapo wamekuja hapa, inaweza kuwa jineri kubwa vile ulikuwa nasema, lakini tunaweza kufanya hata kuliko vile umesema. Katika hiyo jineri ya Madiani tuna ardhi, na serikali ya kaunti ilikuwa imeweka tayari shilingi milioni 17, na pia katika ile budget ya 2024-2025 tumeweka karibu milioni 30. Sasa Bwana Juma, muona kama yeye ni rafiki yangu wa dhati, kama imetoa ardhi na tumetoa hela karibu milioni 50, si jinari sasa ikuje tu mara moja, hata ukisema wiki ijayo tuanze hizo mpango, tukae na ulisema kweli tunaweza kukaa chini tupange namna ya kuleta jinari hapa Siaya, na nimekubali ya kwamba jinari bila pamba, bila kuzalisha pamba itakuwa ni kazi ya bure, na hii ndio wakati ambapo tunaweza kuwaonyesha kwamba tunaweza kulima pamba ya kutosha, na ambapo ya kwamba tukiwa na jinari, that jinari is not going to be idle. In Siaya, we are taking seriously value addition and value chains in the agricultural and blue economy sector. Tulikuwa na hapa Yala Delta, sehemu ambayo inaitwa Usonga, walikuwa wanakuza mpunga, lakini yote ilikuwa inaenda Uganda, wanauza kule Uganda. Mpaka sasa walikuwa wanauza kule Uganda, lakini kaunti ya Siaya ikajenga kiwanda ya kisasa na mitambo ya kisasa, na sasa kule tukienda na wewe, tukiondoka hapa utapata tuna rice mill, na tunataka ya kwamba mchele kutoka Siaya tuna changamoto ambayo hiyo mchele ya Siaya tutasema Siaya rice, Usonga rice, Sirio rice, lakini tunataka ikifika mwezi wa 6, 7 ukiingia katika supermarket ile mchele ambao umetoka Siaya ambao ni mzuri kama ile ya Mwea. Na pia tukiendelea hivyo vile umeanza na umeonyesha kwamba mmejenga kule Busia na sehemu zingine, najua tukifanya kazi pamoja within 12 or 18 months, wewe ukipanda hapa juu na tucheze dansi na wewe, itakuwa tunavaa mashati ya kutoka kwa pamba ya Siaya na jinari ya Siaya. Inawezekana. Na kwa hivyo hii ushirikiano ni muhimu. Ushirikiano ni muhimu. Na Kenya, kama ni mambo ya maendeleo, hatuna mpaka. Tunataka vile umekuja na principal secretary wa cooperatives, na nafurahia sana. Nataka kule ambao tunakuza mchele kule Usonga, kitu ambayo ilitufanya tufaulu ni cooperative society ambayo kule iko kule Usonga. Na kule Usonga kuna wakina mama na vijana, hata watu wa bodaboda siku hizi wameingia katika kwa biashara hiyo ya mpunga na mchele. Kwa hivyo unataka ukirudi, wakati ambapo tunaangalia Siaya imetoa tani ngapi za pamba, ukirudi hapa na tulete wale wazee walikuwa wa union, mzee wetu, next time you are going to get a chance to speak, don't be discouraged. Lakini next time you come, we must see young people, we must see women. Wanaume waweze kukaa tu peke yao. Kitu ambao saa zingine inaleta changamoto, kuna wakati mwingine tulikuwa tumelete mbegu hapa Ndere, na hizo mbegu haikuwa mzuri. Pamba ilikuwa na mea, lakini haitoi
pamba yenyewe haizalishi pamba. Lakini hizi mbegu nataka kukuelezea kwamba zile ulileta mwaka jana hata mimi nilipanda, na sasa ninafanya harvesting na yule mtu kutoka kwa cotton mills. Kama una hela hapo uziweke tayari ni kupatia hizo pamba zangu. I am very excited about this event, and please don't give up on our farmers. It is a shame that we should be eating rice from Pakistan or India. It's a shame that we are wearing clothes from cotton grown in India and in China. It is time we wake up and we grow these crops ourselves and make sure that the factories are here in our counties and in our country called Kenya. Mimi naitwa Patrick Lembi, mimi ndio katibu wa ushirika kwa serikali kuu. Na nashukuru gavana because of the warm welcome. Tulikuwa hapa tena sikukuja last year ku distribute hii pamba, lakini ndugu yangu alikuwa, na tumeona bindi kwa sababu ile mbegu tulipiana ilipandwa, hata kama weather ilikuwa mbaya, we have seen, tumeona growth ya tonnage from last year to this year, na tunaona sasa tukipeana hii na Mungu atusaidie na weather mzuri, Siaya itarudi pale kama anatuambia hii ilikuwa inaitwa Siaya ya pamba. Tunataka na Siaya irudie those glorious days when the economy of Siaya was anchored by cotton growing. Mimi nashukuru sana watu wa Siaya. Ile kitu naomba tu ni hivi, governor, you know, in this administration mimi nimepewa kazi ya kufanya ile kitu inaitwa aggregation. Kazi yangu ni hapa watu chini hapa kupanga watu into small feasible economic units. In this part of the world, Your Excellency, the cooperative movement has legacy problems. Ukiambia watu waende kwa cooperative wanaogopa, and it is best demonstrated in the financial circles. Ukiangalia the culture of savings due to mistrust is not entrenched. If you look at the big circle in these areas, unakuta savings iko chini kwa sababu watu hawaamini. Watu wanaprefer, nimeambiwa wengine wanaenda mpaka Kisii kufanya savings huko badala ya kuweka hapa kwa circles hapa. Nataka tufanye kazi na county na serikali ya Council of Governors in collaboration with you. We know you are a big voice in the Council of Governors. Support us as we push through the new cooperative law, which, because the currency of transaction in the cooperative movement is trust. But this trust, we cannot ask for it. We must earn it from the people of Siaya. Now, the only way we can earn this trust is by demonstrating kwa wakulima wa pamba. Pamba ikilimwa kama serikali imesema ni shilingi 72 kwa kilo moja, mkulima anapata hiyo 72, si ati inapotelea between mnunuzi na mkulima, pesa inapotea kwa cooperative hapo katikati. Hapana. Ya pili, nataka kuapili governor, we need more young people and more in agriculture, and more so in these value chains which are commercial, which are anchoring the economy as well, I mean as priority value chains. Unajua, nimeona wazee wangu wa Siaya cooperative, cotton cooperative, ni wazee wazuri, and I want to thank them for their contribution to the cooperative movement. But we need more young people, we need more women in the cotton growing sector. Your Excellency, unajua kuna mtu aliambia vijana wetu waende kwa boda boda, but when I saw there is money, the sector bursts. Let us demonstrate to our young people that there is money in cotton. Na watu watarudi kwa mashamba. Siaya is good for even for coffee, Your Excellency the Governor. This county can grow almost everything. But importantly, allow me as I conclude, let me talk about a value chain we look and we see potential in Siaya, the blue economy. Your Excellency, we are working with your minister to convert all the BMUs in Siaya along the lake to cooperatives, because we see billionaires, fish billionaires in Nairobi, we see fish billionaires in Mombasa, but we don't see them where the fish is coming from. We will convert, working with our State Department and your minister, we convert the BMUs into cooperative. We will have Siaya Fish Union, and we want to let us see what can we do with that value chain to
to bring the anxiety which the fisherman has to face every day at 5 p.m. as he think about how he's going to sell his fish at gunpoint, because he has to cater for his day-to-day needs from that fish. And we can only do that if our people come together into cooperatives and we work on the marketing side of things. Two varieties of the production of cotton. Yes. The first grade we call the AR seed cotton. Then the second grade we call the BR seed cotton. And we have another one which is sorted. After sorting out, we get the two grades. Then you get the seed also out of it. Yeah, so in 1 acre, if it is well managed, you can put it seed. Hii imeletwa tu. Wacha nionyeshe hizi. This one is from Lego Usonga and this one is from Sakwaimbo Bondo. What am I asking? 2,000 years down the line to take care of this kind of animal. It is snail, and the places that it lives doesn't allow the penetration of strider crosses between one, two, it also the one you're carrying is called Gavaro. This is a technical. Yeah. No, these are the VTCs. Okay. Siaya County. Okay. We have Nyala VTC. We have Randago VTC. Then we have Nyambeho VTC. So this is the products that are from. Representative Nyala Vocational Training Center tafadhali a friend of my father, I don't know if you can know him, Mr. Joseph was once in intelligence. We also train them and opening the accounts of financial. It's a very big day for our county Siaya for this particular occasion. We welcome all of you to Siaya County. Tunashukuru Bwana PS Industrialization pamoja na PS corporate. Asante sana Bwana Governor. Tuna staff ambao wametoka State Department ya Cooperative, State Department ya Agriculture, Regional Development. Nataka kuanza kwa kusema ya kwamba nataka kushukuru team ya County Government headed by His Excellency Pamba. Siaya Lima Pamba. Chairman, the chairman of the Cooperatives Union, Makofi kwa Governor. The seats are being handed over to the Cooperative Union officials who will then, together with the Department of Agriculture, distribute the seeds to our farmers. Siaya County. Siaya County are people of excellence. And the CCM for Trade, Cooperative, Enterprise and Industrialization. Thank you. Our Governor, the visiting guest, PSF. Good afternoon. Yes, we are here today for a special function, and we have our guest. Siaya County chain from grace. At last, we can now celebrate a golden touch in our county. Heko Kiongozi, Hongera Governor. We can now begin. But do I say, we live and others will finally follow.
In administration, we shine. Academics, we are the giants. Governor of Siaya County, Honorable Residents.Orengo, and all distinguished guests, welcome. For example, Joshua Kawa link news, radio, TV, Thank you very much, Madam, for that info. Calling upon the Nyala Vocational and Training Institute, County Commissioner, members of the County Assembly present, members of the County Executive, the Chief Officers, and all other county government. His Excellency Mr. Governor, you raise our shoulders so high. Don't stop until it's done and change its prosperity. Let's tembea Siaya. The doors to the magic is open every day. A place to call home. Home, sweet home. Siaya County, my pride. Modern Stadium. Yes, industrialization and cooperative. Feel welcome to Siaya. Today is a very special day for us in the To the governor, our PSS from move fast in the program because we are still moving to other places, and I will see Butu. I'm the county secretary. I want to recognize the chief officers who are with us here. Chief officers, could you just stand? We have a chief officials in different departments, and we want to recognize your presence. In the interest of time, we may not give opportunity to all of us for this particular. My name is Akurachanda. This is the governance administration of the city. All protocols observed. Good affairs. And Bwana George Okanda, the advisor to the governor on political affairs. The two departments being the ones hosting the program for today. Starting with the CEC club. My name is Richard Wade. I'm County Attorney. Thank you.